Siku nyingine tena, wakati mwingine tena, kachero wa usiku kama mchana, ni kutokea Kariakoo jijini Dar es Salaam. Bwana, kuna jambo limeleta hapa. Iko hivi, wakati inawezekana wewe umekata tamaa, inawezekana wewe unachukulia poa mambo, lakini kuna watu wanaumiza kichwa kila itwapo leo, watoke vipi, waanzie wapi ili mambo yaende. Sikia, mimi niko Kariakoo hapa. Kilichonileta, ukiangalia hapa kuna bodaboda mbili zimepaki hapa. Hizi bodaboda hapa juu kuna nguo, kuna mashati hapa, kuna suruali hapa. Yaani kilichopo hapa, hii bodaboda hii mmiliki wake ni mwingine. Hizi nguo ni biashara ya mtu. Unajua nini ambacho kinakuwa kinafanyika hapa? Kachero niko hapa, nitakupitisha kwenye kila jambo. Twenzetu. Bwana, niko na mwamba hapa. Huyu bwana mkubwa ndio mwenye viwalo hivi hapa juu, mashati haya ndio biashara yake. Lakini chini kuna bodaboda. Bodaboda sio la kwake hili. Utaratibu unakuaje? Mambo yanakwendaje? Atatupitisha kwa kina kwenye hili. Bwana mkubwa, mambo vipi? Bwana, mimi niko poa hapa mzee baba. Uko vizuri? Niko vizuri, unyama kabisa. Mr. nani huyu? Na mimi naitwa Mr. Rich babu. Rich nani? Rich. Sawa. Rich, nimefika Kariakoo nikashuhudia hapa juu kuna biashara ya nguo, alafu chini kuna bodaboda. Hizi shughuli zinakwenda nyakati za usiku. Utaratibu upoje? Bwana, utaratibu hapo bwana, tunaamka asubuhi kwenda kupoint biashara Ilala. Tukitoka kupoint biashara Ilala, tunakuja hapa. Kuna watu wanapaki bodaboda kwa ajili ya sisi kuwalindia bodaboda zao, lakini na sisi tunageuza kuwa fursa. Na ndio maana tunapata riziki na wao vitu vyao wanavikuta viko salama. Kwa hiyo maisha ndivyo yanavyoenda. Maisha ni tunabebana, ndio mazingira yaliyopo. Kwamba sisi tunakuja na biashara zetu, nao familia wanakuwa wamekushapaki pikipiki zao. Sisi tunaimarisha ulinzi kwamba mpaka wanapofunga maduka yao wanakuta biashara ni pikipiki zao ziko salama. Kama ziko salama, na maana mpaka wanapoondoka na wao wenyewe wanakuwa tuamini na sisi ni watu ambao kwamba sio wadokozi. Na ndio maana tunawasihi, kama kuna vijana wako mtaani, kama vijana wako mtaani wanafikiria kwamba ajira hamna, sio kwamba ajira hamna. Natakao watoke majumbani waje kupambana mjini. Wewe unajichanganya kila sehemu unayoona wewe kuna fursa, usiangalie fursa, pambana, zungumza na watu watakusaidia. Unaenda Ilala unapoint nguo zako, ukishapoint nguo zako unaingia mtaani. Kuingia mtaani uweze kukosa riziki, tofauti na kukaa maskani na kusema bwana ajira ngumu sijui nini, hapana. Takuwa upambane, sababu maisha yenyewe haya ni kupambana. Utaratibu huu ulianza lini? Huu utaratibu brother, tumeanza nao muda mrefu kidogo. Kwa sababu sisi awali tulikuwa tunanunua biashara hizi za nguo tunatembea mtaani, lakini baada ya kujiongeza kugundua kwamba hii si pikipiki bwana, tunaweza tukaweka juu ya pikipiki na tukafanya biashara, hadi wenye mapikipiki wakatuzoea. Baada ya kutuzoea, na maana mpaka sasa sisi hapa tumekuwa ni utawala. Tupo kwa muda mrefu na wateja wetu, na maana sasa hivi tukizungumza paka mikoani wapo, wakifika Dar lazima watutafute sisi. Na hii maskani ni kubwa paka sasa hivi napozungumza baba. Sisi kwanza tunamshukuru Mungu, sisi sio vijana ambao tunashindwa kupambana na kupambania ndoto zetu. Hiki kidogo kilichokuepo cha kwetu ndicho tunachokipambania brother. Sisi tupo hapa vijana wengi, tunapokea vijana kutoka Tanga, kutoka Singida, kutoka Dodoma, tunawapokea. Kwa sababu vijana wengine wanakuja, bwana brother, mimi nataka niuze nguo. Ambia hamna shida, wewe jitahidi tu kuwa na msingi wako kidogo, tunakupeleka Ilala, unanunua biashara, unaingia mtaani, au tunakaa na wewe hapa maskani. Hamna shida brother. Bwana, utaratibu nimeona zaidi mtaa huu. Ni mitaa yote au ni mtaa huu tu? Hapana, huu utaratibu sio upo tu, ambapo sisi wafanya biashara ndogo ndogo waga tunaangaliaga fursa, ambapo kuna watu wengi ambao wanaweza wakawepo na sisi tukaweka biashara zetu, kwamba tunajua kabisa soko lipo, na ambapo hata sisi tukagundua leo hii kwamba labda soko nipo hapa, labda stendi ya Tandika kuna movement ya watu wengi, mimi nachukua biashara yangu naenda kutega pale. Nikitega pale sinauza, na hata mwingine naye ambaye kwamba anayetembea mtaani akipita anaona mimi ninauza, kesho naye atakuja pale maskani. Ndivyo maskani ndivyo zinavyoanzishwa. Kwa sisi changamoto yetu kubwa zaidi
Manispaa tunakuwa tunakimbizana nao manispaa, kwa sababu hizi haya maeneo manispaa wanakuwa wao wanasema sio rasmi, lakini sisi kwetu tunasema ni rasmi, kwa sababu ni sehemu zetu za kujipatia riziki. Hatuwezi tukasema sio rasmi. Sisi kwetu tunaona ni rasmi, na ndio maana tupo kila siku tunakimbizana na Site na Mgambo na nini, lakini sisi hatutoke kwa sababu riziki ipo. Bwana, baada ya kutia maneno kuzungumza na Swaiba ambaye anafanya biashara juu ya hizi bodaboda, nimebahatika bwana kukutana na mmiliki wa bodaboda. Kikubwa tunataka tumsikie anazungumziaje wazo hili la wafanya biashara. Vipi bwana? Poa. Uko vizuri? Niko poa. Mr. nani huyu? Musa. Bwana hujachangamka hivi Musa? Musa ndio. Musa nani? Musa Rashidi. Okay, Musa Rashidi. Bwana, kwanza tunataka kujua hii bodaboda lako ni la biashara au bodaboda la usafiri tu? Hii ni bodaboda ya usafiri ambayo inanitoa nyumbani kunileta ofisini kazini. Yes. Kwenye bodaboda lako washikaji wanaweka nguo. Utaratibu huu pengine kuna makubaliano au ipoje hii? Ni kweli wanaweka nguo na wanaweka nguo kama sehemu ya kufanyia wao biashara. Nikiwa nimetoka nyumbani kuja kazini na iacha usafiri wangu hapo, wanaweka nguo zao, wanafanya biashara kutwa nzima. Ifikapo jioni muda wa kurudi nyumbani narudi nao wanaondoa nguo zao, narudi zangu nyumbani. Yes. Mwanzoni ilikuwaje mkakubaliana hivyo? Ilikuwaje, walikufuataje na nini, au ilianza tu? Ni mawasiliano tu kama vijana. Sijanaelewa. Pikipiki imekaa, wao wanaweka nguo zao, wanafanya biashara, lakini chombo changu pia kitakuwa salama kwa kupitia wao. Ndio. Nataka kujua siku ya kwanza walivyokufuata, ilikuwaje ukakubaliana nao? Ilikuwa rahisi hivyo? Ilikuwa rahisi kuamini kwa sababu ni vijana wenzangu. Ndio. Yes. Okay. Na hapo unafanya shughuli gani? Ni winga, mfanya biashara maduka ya simu hapo. Okay. Yes. Unataka mishemishe zako huko, washikaji wanakulindia chombo hapo. Ndio. Okay. Mna muda gani kufanya shughuli hii? Kwa maana unapaki chombo alafu washikaji wanafanya biashara. Ni mna gani sasa hizi? Takriban miaka 2. Okay. Yes. Ishazoeleka kabisa. Na ishazoeleka. Yes. Ndio. Hamna siku hapo kuzingua? Hamna. Yes, hamna hajanizingua. Hamlipishani? Hatulipishani. Kwa nini? Mimi naamini uwepo wao ni usalama wa chombo changu. Kwa hiyo siwezi kuja kuwadai, wao wanafanya kazi, wanalinda chombo changu. Kwa nini wadai? Yes. Okay. Bwana chini ni bodaboda ya mtu, juu biashara yako, sio? Hakuna utaratibu wa kutozana chochote kwamba jamaa pengine umetumia bodaboda lake hapa, kwa sababu tayari tushakuwa wandewa kwa muda mrefu. Hata yoyote mtu aweze akatoka huko akaja kupaki pikipiki yake hapa. Hapana. Hizi pikipiki unaona zilizopaki hapa, kila mtu anafahamika. Hii pikipiki ya fulani, kwa sababu tunajua hatutaki pikipiki ya kupaki dakika 5 alafu anataka kuondoka. Hapana. Sababu sisi tayari tunageuza ofisi. Kama ni ofisi, mimi nataka ukipaki asubuhi, na maana mimi nikipanga biashara mpaka mida hii ya usiku ndo anaondoka. Kama pikipiki yako ya kutoka na kuondoka, mimi siitaki. Na ndio maana hapo unaona hizi pikipiki zilizopo hapa za wenyewe ambao kwamba tunaofanya nao kazi muda wote. Na ndio maana tuko nao hapa. Okay. Kwa hakuna makubaliano yoyote zaidi tu kusaidiana na paki bodaboda lake, wewe unamlindia alafu then wewe unaweka biashara yako juu. Hakuna makubaliano yoyote, kwa sababu mimi namlindia chombo chake cha moto na mimi nageuza kuwa ni ofisi kwenye pikipiki yake. Kama nageuza kuwa kwa pikipiki yake, ya kwamba hakuna makubaliano, na tayari tushakuwa kama ni marafiki. Hakuna makubaliano yoyote. Safi sana. Bwana, wakati wewe unajiuliza uanzie wapi, Maswaiba zangu hapa Kariakoo jijini Dar es Salaam wenyewe waliwaza, wakaona fursa kutumia bodaboda ya Swaiba ambaye anapaki, wanaweka biashara yao juu, alafu maisha anaenda. Tunaambia shughuli ya muda mrefu kabisa hii. Bwana. Watu wanaumiza kichwa ili mambo yaende. Kumbuka kabisa, huu ni usiku kama mchana.